Twende tukapeana ufahamu katika siku ya leo. Ninajua watu wengi wamechimbua, manabii wengi, mitume wengi, watumishi wengi wamechimbua nini maana ya nafsi, nini maana ya nafsi. Lakini siku ya leo, mtumwa katika Bwana, twende tukachimbue kiundani, tukajue nini maana ya nafsi, nini maana ya nafsi, nini maana ya ardhi. Kuna connection gani kati ya ardhi na nafsi? Kuna connection gani kati ya ardhi na mwanadamu? Tukajue hichi kitu katika jina la Yesu. Hivi ushawahi kujiuliza kuna maana gani mchawi anapokamata udongo, anaumuiza udongo, na ule udongo anaenda kumkamata mtu? Mtu anakamata nyayo ya mtu kupitia mchanga, na yule mtu anafungwa kupitia mchanga. Mtu anafungwa kupitia mate, mtu anafungwa kupitia nguo zake za ndani, mtu anafungwa kupitia vitu, mtu anafungwa kupitia hata jasho lake, mtu anafungwa kupitia kitu chochote ambacho kiko ndani ya mwili wake. Kuna maana gani? Kuna connection gani kati ya mwili na hiyo ardhi, kati ya nafsi na hiyo ardhi? Twende tukasome, mtumwa katika Bwana, maana utakuta kuna vitu vingi vinafanyika katika ulimwengu wa roho, kuna vitu vingi vinafanyika katika ulimwengu wa nafsi, kuna vitu vingi anafanywa mwanadamu. Wachawi wanaenda kumkamata, wanakamata ardhi, wanaenda kuinenea ile ardhi. Ile ardhi inamkamata mtu hata kama akiwa Marekani. Ile ardhi hata kama imenenewa leo kucha gani, imenenewa huko Usukumani, imenenewa huko Mtwara, imenenewa huko Dodoma, imenenewa Dar es Salaam, hiyo ardhi kinenewa tu, wewe hata ukiwa Marekani unaenda unakamatwa. Hiyo ardhi imetamka labda wewe ukawe mganga, hata ukiwa Marekani hiyo ardhi inaenda na kukamata. Kuna connection gani katika ulimwengu wa roho? Kuna connection gani katika ulimwengu wa roho? Kuna connection gani katika ulimwengu wa nafsi? Tukasome sasa ili andiko mbele. Bwana alisema, ili andiko ambalo Bwana ameachilia katika Mwanzo 2:7 inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, na mtu akawa nafsi hai. Nisikilize katika Bwana, kumbe wewe mtu ni nafsi uliye hai, kumbe wewe mtu ni nafsi uliye hai. Mstari wa 8 inasema, Bwana Mungu akapanda bustani ya upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya kuwa nafsi hai. Mstari wa 9 unasema, Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti utamanikao kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya katikati ya bustani. Mtumwa katika Bwana, kuna connection gani kati ya ardhi na mwanadamu? Maana imeandikwa katika Mwanzo 7, Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapulizia puani pumzi ya uhai, na huyo mtu akawa nafsi hai. Bwana, katika jina la Yesu, maana alisema katika Mwanzo 7 mtu alikuwa hai, mtu alikuwa pumzi hai, mtu alikuwa nafsi hai, katika jina la Yesu. Nisikilize mtumwa katika Bwana, kuna maana gani sasa katika ulimwengu wa roho? Wewe ni nafsi hai, wewe ni nafsi hai, na kama nafsi hai ulitoka katika mavumbi ya ardhi, maana kuna connection katika ulimwengu wa roho, katika ardhi na mtu aliye hai. Nisikilize mtumwa katika Bwana, hata katika neno la Kutoka 32:7 inasema, Bwana akamwambia Musa, haya shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Wewe unavyozani waliharibu kitu gani? Waliharibu mili yao, walijinajisi mili yao, walifanya ibada ambazo sio za kiungu, walifanya ibada za sanamu, wakajiharibu nafsi zao. Maana ni nini? Waliharibu miili yao, maana hiyo miili ndiye nafsi hai, na hiyo nafsi hai ndiyo origin ya Mungu mwenyewe. Nisikilize mtumwa katika Bwana, hata ukisoma katika Kumbukumbu la Torati 11:16 hadi mstari wa 17 inasema, tusome kwa pamoja. Kumbukumbu la Torati 11:16-17 inasema, jitunzeni nafsi zenu, mioyo yenu isije ikadanganywa, mkageuka na kutumikia miungu mingine na kuiabudu. Mstari wa 17 inasema, hasira za Bwana zikawaka juu yenu, naye akafunga mbingu kusiwe na mvua, wala nchi isitoe matunda yake, mkaangamia kwa upesi, mtoke katika nchi nzuri awapayo Bwana Mungu wenu. Mstari wa 17 unasema, hasira za Bwana zikawaka juu yenu, naye akafunga mbingu kusiwe na mvua, wala nchi isitoe matunda yake, mkaangamia kwa upesi,
upesi, mtoke katika nchi nzuri awapayo Bwana Mungu wenu. Nisikilize mtumwa katika Bwana, kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya, itunze nafsi yako, maana kutunza nafsi yako ni kutunza mwili wako. Usiingie katika dhambi. Mwili wako usitamani dhambi. Mwili wako usiikaribie dhambi, maana dhambi inaondoa kibali mbele za Mungu. Jitunze nafsi yako. Jitunze nafsi yako. Ili shetani akuadhibu, ni lazima ateke nafsi yako. Maombi ya kwanza, ikomboe nafsi yako kutoka kwenye kila eneo shetani alokuweka, kutoka kwenye kila madhabahu shetani alokuweka, kutoka kwenye kila nafsi shetani aliyokuweka. Komboa nafsi yako. Yes. Amka sasa, tuombe wala usikae, katika jina la Yesu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninaikomboa nafsi yangu kutoka kwenye kila eneo shetani aliponiweka, kutoka kwenye kila eneo shetani aliponitega, katika jina la Yesu. Endelea kuomba.